Mtazamaji wa Mapi African Channel, baada ya miezi takriban 6 sasa tumefikia hatua hii hapa shambani. Mahindi yale ambayo niliotesha hapa ya aina tofauti tofauti, mengine yameshakauka kwa maana tunaweza tukayavuna kwa ajili ya kwenda kuyaprocess kwa ajili ya kupata chakula, lakini kuna mengine ambayo bado kidogo, na kuna mengine ambayo hayakukua vizuri kwa sababu ya mvua zilichelewa kidogo kunyesha, alafu hazikunyesha za kutosha. Kwa hiyo katika makala hii nitakwenda kureview mahindi yote hayo ya aina zote hizo, ya haya ambayo ni ya muda mfupi ambayo niliotesha kwenye maeneo haya ambayo kwa kawaida yanaoteshwa mahindi ya muda mrefu ambayo yanakomaa kwa muda mrefu, lakini tutaangalia yale ya ambayo ndo tunaotesha maeneo haya mara nyingi ambayo ni yale ya muda mrefu. Alafu kuna yale ya kienyeji yako hapa pia. Tutaangalia yote hayo, lakini tutaangalia na vitu vingine kama ndani kuna parachichi pia. Tutaangalia tu kwa hatua ambayo tumefika kwa sasa tokea tumeotesha mazao haya, japo yana umri tofauti tofauti. Kwa mfano parachichi sasa hivi zina miezi kama almost 8-9 hivi. Kuna zingine zina miezi 5 kwa sababu ile miche unaweza kaotesha ikafa ukarudishia tena na kadhalika. Sasa hakikisha unanifuatilia mpaka mwisho ili upate kufahamu vitu vyote hivyo ambavyo viko hapa shambani. Hapa upande huu mahindi unayoona hapa, haya yote unayoona hapa ni yale ya muda mfupi ama yanayooteshwa ukanda wa joto, ambayo mara nyingi yanakomaa kwa muda wa miezi 3. Lakini huku kwa sababu ya hali ya hewa yamechukua muda mrefu zaidi, lakini ndo ambayo yamezaa vizuri na ni makubwa ukilinganisha na yale ya muda mrefu ambayo yanakaa miezi kama 6 ambayo tuliotesha huku. Sasa yale yalikosa mvua kwa wakati, alafu mvua haikuwa nyingi sana, haikuwa ya kutosha kwa mwaka huu. Kwa hiyo bado hali yake ni madogo madogo, yako hafifu na hajaweza kukomaa kwa haraka kama haya. Kwa hiyo haya kwa sasa tunayavuna namna hii. Unaweza kaona ni ya muda mfupi, lakini imeotesha ukanda ambao unaweza kusema sio ukanda wake. Yanakomaa kwa miezi 3 tu, na mara nyingi haya yanaoteshwa maeneo yenye joto kiasi. Lakini sasa mimi niliamua kuja kuyatestia hapa, ambao sio huku, ni maeneo yenye baridi kali. Huku baridi ni kali sana, ni Iringa hii, Kilolo, ukanda wa Dabaga. Makubwa kabisa, yako vizuri hayo. Unaweza kuyaona hapo. Tunataka tuvune kwa sababu pia ukiacha muda mrefu shambani haya yanaanza kuoza. Kwa hiyo inabidi kuyatoa mapema kama hivyo. Kwa hiyo tutaendelea kutoa haya maeneo haya. Halafu yale mengine ambayo ni ya muda mrefu ambayo ndio kwa kawaida yanaoteshwa maeneo haya na yanaoteshwa maeneo yenye baridi, ni haya ambayo yako upande huu tunakoelekea sasa. Upande huu unayoyaona haya huku, haya yote haya huku kuanzia kipande hichi kwenda hivi ni yale ya muda mrefu ambayo anakomaa kwa miezi 6 na zaidi. Unaona afya yake kidogo sio nzuri, kama unavyoona afya yake sio nzuri, afu yenyewe bado hayajakauka kiasi cha kuweza kuyavuna, kwa sababu mwaka huu au msimu huu niseme, mvua hazikunyesha za kutosha. Kwa yote hayo ambayo unaona huko ni yale yanayostahili kuota maeneo yenye baridi na yanakaa kwa muda mrefu. Sasa tumepata changamoto kwa sababu ya mvua. Kwa unaweza kaona kwamba tunaweza wananchi wa huku, ili kupata mavuno ambayo yanatarajia kwenye chakula na kadhalika, tunaweza tukajaribu pia kuotesha kwa kiasi haya mahindi ambayo ni ya muda mfupi pia, in case kama mvua isiponyesha ya kutosha. Sasa kama nilivyosema, hapa shambani tuna mimea mingine pia. Kwa mfano huu hapa, huu unaoona huu ni pears, ni matunda yale aina ya pears ambao tuliotesha. Una kama muda wa miezi, hauna muda mrefu sana, ni miezi kama 3-4 hivi sasa. Alafu tuna miche hii mingine ya miparachichi, utaona kama huu hapa. Huu ni parachichi
ambao umeshafanyiwa grafting ile. Huu nao ni mparachichi pia, ambao huu tuliotesha kwanza mparachichi, alafu baadaye mche wake ule tukufanyia grafting hapa shambani. Na kuna haka kingine kanaota pembeni haka, huu haujafanyiwa grafting, lakini huu umefanyiwa grafting. Alafu tuna mahindi yale mengine sasa, ambayo nilisema kwamba ni ya asili, tutaenda kuyaona na yana ladha tofauti kabisa. Kuna mparachichi pia mwingine huu hapa unakwenda tu vizuri. Unaweza kuona iko miche ya kutosha tu ya mparachichi humu, sema iko mbalimbali kidogo. Unaona hapa, na mingine inasumbuliwa na fungus, kwa unaona, unaweza kaona dawa kwa mbali, kuna kama rangi fulani yamepigwa dawa kama siku 3 zilizopita. And then sasa hapa tumefika kwenye yale ya kienyeji. Hii mbegu hapa kwenye hili tuta, mbegu ambayo unaiona kwenye hili tuta ni mbegu ya mahindi ya kienyeji ambayo nilichukua kwa mama mmoja hapa Kilolo, aliniazima, nikaja nikaotesha, lakini niliotesha kwenye maeneo ambayo nayafahamu, kwenye tuta hili kule mpakani na kwenye tuta lingine kule chini. Kwa unaweza kaona haya yako tofauti kabisa, alafu ni marefu sana. Unaweza kaona mengine haya hapa ni ya asili ya kienyeji, manake sio yale ya kununua, sio mbegu ya kununua dukani, unaweza kaona. Kwa hiyo yamekuwa namna hii, na ni matamu sana haya ukichoma, ladha yake kwa sababu nishachukua kadhaa ya kuchoma hapa, ladha yake ni tofauti kabisa na haya mengine ambayo tunanunua huko madukani mbegu zake. Kwa hiyo kwa wewe ambaye ni mtafiti tayari unajua na maanisha nini. Naona ngoma hii kubwa kweli kweli, hilo hapo ni mbegu ya kienyeji. Hata haya huku ya kienyeji yote haya unayaona yalianguka upepo wakati mwingine. Hapa pia tuna parachichi lingine ambalo hili bado halijafanyiwa grafting wala budding. Hili ni la asili kabisa, na mbegu yake nilitoa Rombo mkoani Kilimanjaro. Kwa hiyo ndio linaendelea, la stawi tu vizuri hapo. Nitafikiria kama niliache hivyo hivyo ama nifanye grafting au budding. Hapa tuna maboga, yako maboga pia haya. Kuonesha kuna jirani yangu hapa yeye kaotesha maharage. Kaotesha maharage hapa, yamestawi tu vizuri. Jirani yangu huyo. Sasa haya maboga niliotesha ni dawa. Na mtazamaji, nimecheka kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho tunaamini sisi watu wa Kiafrika. Tunaamini kwamba boga ukilinyoshea boga kidole linaoza, haliendelei kukua tena. Na moja ya maboga ambayo niliyanyoshea kidole mimi mwenyewe hili hapa. Nilinyoshea kidole mimi mwenyewe hili hapa. Mambo yetu ya Kiafrika, nimepita kama wiki hivi. Hili nilinyoshea kidole na mzee mmoja akawa ameniambia pia. Na kweli sasa hivi nimekuja, zimepita siku kadhaa, unaweza kaona limeanza kuharibika, na bado ni dogo, ndo kwanza lilikuwa limezaa. Kwa hiyo ni mambo tu ya kwetu ya Kiafrika haya. Lingine hapa kuna mparachichi pia huu hapa. Lingine liko pale, lakini sitaki kulinyoshea kidole, nataka lenyewe nataka likomae vizuri lisife. Yako ndani huko yako ya kutosha. Kwa hiyo sitaki kuyanyoshea kidole yasije yakafa na yenyewe. Kwa hiyo yako hapa ukitaka kuchuma mboga na nini. Japo hayo niliyaweka kwa ajili ya kazi maalum baadaye ya kiafya, kwa sababu yenyewe hayaliwi, tunataka tu mbegu zake tutazitumia kwenye jambo fulani. Alafu hapa mwishoni hapa, yote haya mahindi mengine yote haya ni ni ile mbegu ya muda mrefu. Sema haya nilitangulia kuyaotesha. Unaweza kaona pia hapa tuna mparachichi
ambao unaenda tu vizuri, hauna shida. Naona hapa tuna mchungwa huo ambao na wenyewe unakwenda tu vizuri. Tuna matunda mengine, matunda damu, tuna matunda ya aina tofauti tofauti hapa. Kwa hiyo upande huu pia haya niliwahi kuyaotesha. Haya mahindi unayoona hapa haya na hichi kipande hichi niseme chote hichi, mahindi yake ni yale ya muda mrefu, lakini yenyewe nilitangulia kuyaotesha. Kwa hiyo kwa sababu nilitangulia kuyaotesha na mvua zilikuwa zimeshaanza kunyesha, kwa hiyo haya angalau yalipata mvua nyingi ukilinganisha na hayo mengine ambayo yako ukanda wa juu ambao ni mbegu hiyo hiyo. Kwa hiyo ndio maana haya yanaonekana ni makubwa kuliko yale ya kule juu, kwa sababu yenyewe niliwahi kuyaotesha na yalitangulia kupata mvua ya kutosha. Sasa nitakuonyesha mbegu moja ya mche mmoja wa mparachichi ambao na wenyewe nilifanyia grafting hapa shambani, ambayo imeenda vizuri kwa kweli. Hii hapa, hii manake mche ulioteshwa hapa, mbegu yake mche ukakua mpaka ukafikia level fulani mkubwa kabisa, halafu tukafanya grafting, yani tukaubebesha ukiwa hapa shambani. Kwa hiyo hii ya hivi naona kama inaenda vizuri zaidi. Ukiachana na huo, kuna mwingine ambao uko kwa mbali kidogo. Huu pia hapa, huu na wenyewe ni wa kienyeji, bado haujafanyiwa grafting, na wenyewe mbegu yake tumetoa Rombo kama kawaida Kilimanjaro kule. Naenda tu vizuri, tutaangalia huko mwishoni kutakueje. Na unayoyaona hapa kwenye tuta kama nilivyosema mtazamaji, haya na yenyewe ni ya kienyeji, ni mbegu ya kienyeji. Yote haya kwenye tuta haya. Unaweza kaona. Yes. Sasa nitakuonesha mparachichi mwingine, kuna huu hapa. Unaweza kaona naenda tu fresh na wenyewe. Alafu tuna huu mwingine. Naenda tu vizuri. Na huu sasa na wenyewe ni tulifanyia grafting ukiwa hapa shambani. Tulifanyia grafting miezi kama sio mingi, miezi kama 4 iliyopita. Na grafting ya hapa tuliofanya au budding, tulitumia vikonyo, tuliupandikiza kwa kutumia vikonyo 3. Hichi hapa cha kwanza, cha pili tukaweka hapo, cha 3 huku. Kwa sababu ulikuwa tayari ni mkubwa, umeshaleta hayo matawi. Kwa tuliweka vikonyo hivyo vya Hass ambavyo vyenyewe ni vya parachichi yale yanayozaa kwa muda mfupi, na kwa sasa hivi ndo yana soko zaidi. Kwa hiyo mpaka hapo mtazamaji wa Mapi African Channel, bila shaka umefurahi kwa kuona makala hii na kuona hii progress au maendeleo haya ambayo yamefanyika hapa kwa miezi kadhaa. Tumekuwa tukishare hizi content tokea na lima hapa, tokea na otesha na mwagilia na kadhalika. Kwa hiyo bila shaka wewe mkulima mwenzangu, Mwafrika mwenzangu, umepata kujifunza kitu. Kama labda hujatazama hizo makala, ukiangalia makala zangu za nyuma utaona hali ilivyokuwa tokea tunaandaa shamba, tunaotesha, tunapiga mashimo, mahindi yako level fulani ya chini yamezaa na kadhalika. Kwa hiyo hapa sasa tumefikia level ile ya mwisho ambako tunavuna sasa. Sasa tuko shambani mwa Bwana tunavuna. Kwa hiyo narudi upande ule nilioanzia kuvuna kule, ili nikaendelee na shughuli ya kuvuna mahindi haya ambayo yalikuwa ni ya muda mfupi, lakini kaamua nioteshe ni kipande hichi kidogo kwanza hichi. Kwa nitavuna hapo mara moja, alafu niendelee na shughuli zingine. So mpaka hapo tumefika mwisho. Hakikisha tu umesubscribe, umelike na umetuandikia comment yako ambayo ni ya muhimu sana ili tuweze kuinteract kwa pamoja. Nenda hapo chini, andika comment, alafu tuendelee kusomana. Basi tutakutana tena katika makala nyingine. Mimi ni msimulizi wako wa makala hizi za Kiafrika kwenye channel hii
ya MAPI. Niite Mapinduzi Mtembezi. Bye bye kwa sasa.